Mimi nataka nikuambie William Ruto, mambo ya kutuma goons kuumiza watu ya Mlima Kenya ukome. Wiki mbili iliyopita Kang'ata alikuja hapa Nyahururu, Mwangi, Kiojore na Kasongo wakatuma vijana kupiga Irongo Kang'ata. Sisi hapa Mlimani, sisi ni watu ya amani na ni watu ya biashara. Hapa Olokalau, William Ruto alituma askari wanaitwa Sierra Squad, wameua watu wawili. Kuliko hiyo askari wapelekwe kotini, wamepigwa transfer. Sisi tunataka tukuambie Kasongo, wewe umetuhangaisha kama jamii. Umefuta watu wetu kazi, umefuta watu KRA, umefuta watu Kenya Ports Authority, umehangaisha biashara. Juu yake unatupiga vita ya mwili ya kutuma wahuni kuumiza watu wetu. Mimi nataka niambie vijana wetu hapa nyumbani, tafadhali msikubali kutumiwa na kupewa pesa ya Kasongo kupiga ndugu yako. Ni makosa kubwa sana sisi watu ya jamii moja tukiumizana kwa sababu ya pesa kidogo. Na sisi tumetangaza hapa Mlimani, hatutakubali tena mambo ya goons, kwa sababu serikali imeshindwa kulinda raia. Raia wenyewe watajilinda vile watu ya Olokalau walijilinda. Na kwa hivyo wewe goon ukitumwa, kuna vijana walitumwa kutoka Ojororok waende Kalau, ile wameona huko hawajaona maisha yao. Vile hii mlima imekaa, wewe ukipewa pesa uende ukapigane, uchukue pesa, usime simu, uende kwa bibi yako ukapumzike. Si ndio tumekubaliana? Ya mwisho ni hii kuhangaishwa kwa KRA. Wewe Kasongo umeamua kuhangaisha jamii yetu, wafanyabiashara yetu kupitia KRA. Unafunga account ya watu ya Mlima Kenya, unaitisha watu pesa ambaye hazistahili, na unatumia mtoto yetu hapa Derito Moreithi kuhangaisha Wakikuyu wenzake. Wewe Derito Moreithi, nataka nikuonye nikiwa Nyahururu, Kasongo akienda nyumbani utakuta sisi hapa Laikipia. Bono nahangaisha watu yenu, bono nahangaisha jamii yako, bono nakubali kutumika na Kasongo kuumiza mtu ya nyumbani. Wewe Mwangi, Kiojore, Kasongo amekutumia Olokalau. Wewe ndio ulilete goons Olokalau mkiwa na Kimani Ichung'wah kuua watu wawili. Wewe Mwangi, Kiojore, damu ya hiyo watoto wawili wakufa itakuumiza, itakuhangaisha na watoto yako maishani yako. Wewe Jane Kagiri, wewe Wachira Karani, mulikuja Olokalau kupiga watu wenu. Mimi nataka kuambia nyinyi, William Ruto anatumia nyinyi kuhangaisha jamii yenu. Na nyinyi ni watu, si watu werevu. Hakuna jamii ingine inakubali kuumiza watu yao. Na ni makosa kubwa sana mumekubali kutumika na William Ruto kuumiza watu wenu. Kwa hivyo ile tumepangia Kasongo ndio tumepangia nyinyi. Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Aende asiende? Wasaliti waende wasiende? Basi wacha nimalize na Operation Fagia. Operation Fagia ni ya kufagia kila mtu. Nikisema harambe mnasema fagia. Harambe! Wasaliti wote, Tukonia, Gati, Komerera, Kudago Tome, Mwangi, Kiojore, Jane Kagiri, Wachira Karani, Derito Moreithi, Soprano na Kasongo. Na Kasongo. Wangapi wanasema tufagie Kasongo, tufagie Kasongo? A message for the chiefs and the assistant chiefs. Nyinyi machief na assistant chiefs, nyinyi kazi yenu ni kuimplement government policies at your place of jurisdiction. Munaishi na watu ambao wamempea kazi. Hao munaishi nao ndio wamempea kazi. Mutigatuikie twara maitho inyue mashifu. Nyue assistant chief mutigatuikie mashifu twara maitho. True reconciliation start by acknowledging what you did wrong. Twathondeka mĩcemanio yo mogoka mũtwĩre nĩ mwekire mahĩtia. To mwoire mbia cia Kasongo, mwaikia mũhuko, mũkĩanjia kuorota andũ arĩa marauga one term. Mũtũmage mĩkora ĩyo ĩthiĩ mĩciĩ ya andũ acio marauga one term. Nyinyi ma chief, first acknowledge that you are wrong. Second, be accountable. You either resign
ama mkuje mtuombe msamaha tuone kama tutamsamea nyinyi. Mimi nataka nimwambie William Ruto, there is no way as president of this republic unaweza kusimama na utueleze utamaliza hii shida ya goons wakati one of the senior most politicians around, actually in the highest decision making organ of the republic, the cabinet of the Republic of Kenya, there sits a cabinet secretary for goons and coordination of national terror. Hiyo ni uongo. Kama unataka tuamini unataka kupigana na goons, utaanzia na Murkomen. Kama hujatoa Nesmas Kipchumba Murkomen, tunajua hakuna siku hata moja utakuwa unataka kuondoa hawa goons, kwa sababu yeye ndiye waziri wa wahuni. Kama minister wa interior, kuna National Police Service imewekwa hapa, na yeye amejitengenezea kikosi yake ya wakora ambao alituma hapa Olkalau, ambao ametuletea hasara kama hii. And I feel so bad in my heart. Ati Murkomen alisema ati huko Karau it was very peaceful. This is what Murkomen calls peaceful. Watu wetu wamelazwa hospitali. Kina mama wengi walinyanyasiwa. Wawili hawa wamelala hapa wakiwa wameuawa na askari ambao wametumwa na Kipchumba Murkomen. Lakini akipatiwa nafasi anasema all Karau was very peaceful. This is what you call peaceful, Murkomen. Shame on you, Murkomen. Shame on you, Murkomen. But we want to say this to the president of this republic. The honors is on you. You are the appointing authority. You are the one that has given Onesphas Kipchumba Murkomen these sweeping powers to kill and maim and rape our people. These people that are lying here, they voted for you. 2022, they woke up very early to vote for you. This is how you are repaying us. But we want to say this, and it has been said here, does not matter the number of people that you kill. We are ready. And Mr. Kipchumba Murkomen and Mr. William Ruto, I want to tell you as the Senator of Nyandarua, the Secretary General of the party, we are ready. Oh, we are ready. We are ready. And we shall take you head on. Upende, usipende. It does not matter how many you kill. We shall take you head on. Na mimi kama senator hapa naongoza kwa mlaini ya mbele. Nilikuambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. Kasongo aende asiende. Kuanzia leo kwa sababu ya hasara hiyo ambayo umetuletea. Hata hiyo heshima, kama unataka heshima, tafuta Mama Faith Getau, mwende naye Sugoi, aende akakupatia heshima. All Karau oye. Jambo ya pili na ya mwisho. Jambo ya pili na ya mwisho. Mimi nataka niseme nikiwa kiongozi wa hapa. Hata kama William Ruto alikuwa anataka kuua watu yetu, hata kama Kipchumba Murkomen alikuwa anataka kuua watu yetu, ukiambia William Ruto akuja mpaka Huhoine, ajui ni wapi. Ukimwambia aende kwa Mombi, ajui ni wapi. Ukimwambia aende Kanjwere, ajui ni wapi. Mtu mwenye alionyesha William Ruto mahali hao watu walikuwa ni mtu anaitwa Faith Wairimu Getau. Na damu ya watu hawa, wewe Mama Faith, iko kwa mikono yako. Kwa sababu ulikaa chini wakati watu wanapanga kuua watu ambao walikupigia kura. Watu hao walikupigia kura mara mbili. Wewe Mama Faith watu hawa ambao wamelala hapa walikupigia kura mara mbili. Na njia yako ya kuwalipa, ulikaa chini wewe pamoja na mheshimiwa Kwenya, pamoja na mheshimiwa Muchira, pamoja na mheshimiwa ile mbunge huko Ndaragwa, hata sitaki kusema jina yake. Mukapanga na mukakaa pale Royal Gardens. Wakati mliona kura yenu imeshindikana na mmejua watu ya Olkalau wamekataa mambo yenu, mukasema njia ambayo mtatumia ni ya kupiga watoto yetu. Wewe Mama Faith, kama mama wa mwaka 67 years, wewe kama mzazi unakaa chini kwa kikao ambayo inapanga watu yako ya uawe, ni sawa? Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Sawa tu. Sawa tu. Wewe Mama Faith Wairimu Getau, tauti kama kwa ina magai. Lakini ambapo utakutana na sisi hatutalipisha kwa kukupiga. Kwa sababu sisi hatutaki. Unajua hata mimi nasikia mtu akifikisha miaka 70 anakaribia hiyo safari ya kwenda nyumbani.
Sasa wewe tayari uko na 67, hatutaki kusaidia Mungu hiyo kazi yako ya kwenda nyumbani. Wewe ngangana na Mungu wako, mtakutana huko mbele. Lakini kwa kura tutakutana na wewe. Kwa kura tutakutana na wewe. Na tutakulipa na njia hii ambayo umetulipa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Na mimi niseme hapa Mlimani tutakuwa na operation fagia. Si ndio? Ya kufagia wasaliti wote. Watu ya UDA na watu ya Ruto. Kuanzia MCA, MP, Senator, Governor, Women Rep mpaka President. Na hapa Mlimani tumekubaliana na jamii, watu wote watachaguliwa, viti yote 6 ni chama ya DCP. Kutoka hapo nimeingia kwa Wamasai, wote wako DCP pamoja na Nairobi. Alafu mimi nitaenda kutafuta marafiki huko magharibi na kila pahali. Lakini sisi tutajipanga ndani ya chama yetu. Tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke, tukawachwa kwa mataa. Sasa tumejipanga na gari yetu ya DCP. This is the party of the moment. And there will be a wave that has not been witnessed in this region since 1992. Na kura yetu tutapiga kura ile inaitagwa ya fujo. Kura ya kufukuza mtu, sio ya kuchagua mtu. Na hiyo kura ni tamu sana. Si ndio? Ni tamu, si tamu? Wangapi wataamuka saa 9 kufukuza William Ruto? Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.